Home Clinic. Habari mtazamaji wa Sauti TV popote pale ulipo, karibu tena siku ya leo katika kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu, kipindi kinachokupa nafasi wewe kuweza kutazama mada mbalimbali zinazohusu masuala ya kiafya. Nahodha wako wa zamu siku ya leo, jina langu ni Stella Pot. Tuwe pamoja mpaka pale nitakapokuambia kwaheri. Na mada iliyoko mezani kwa siku ya leo inasema ni kwa namna gani unaweza kutoa huduma ya kwanza kwa mtu ambaye amepatwa na shambulio la moyo. Mada hiyo ndio ambayo itatupitisha katika maeneo tofauti tofauti, afya storyline, maoni kwa wananchi, chumba cha daktari, hali kadhalika clinical message, na mwisho kabisa utapata kutazama clinical puzzle. Na kabla ya kwenda mbali zaidi, tutazame majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita. Clinical puzzle ya wiki iliyopita, swali lilikuwa likihoji ni mambo yapi ambayo yanaweza kuathiri moyo. Na majibu ya clinical puzzle hiyo ni kama ifuatavyo. Kwanza ni mtindo wa maisha ambao unaishi kila siku, lakini pili ni aina ya vyakula unavyotumia, hususan vyakula ambavyo vinakuwa na mafuta mengi kupita kiasi. Na cha tatu, japo si kwa umuhimu, ni swala zima la kuwa na mawazo yaliyopitiliza. Na hayo ni majibu ya clinical puzzle ya wiki iliyopita. Na sasa twende tukatazame afya storyline ya wiki hii. Pumu ni ugonjwa sugu wa njia ya hewa unaosababisha kuvimba na kubana kwa njia za hewa kwenye mapafu, hali inayomfanya mgonjwa kupata shida ya kupumua. Ugonjwa huu huathiri watu wa rika zote, lakini ni miongoni mwa magonjwa sugu yanayoathiri zaidi watoto duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, watu takribani 363 duniani walikuwa wanaishi na ugonjwa wa pumu mwaka 2023. Aidha, ugonjwa huu ulisababisha vifo vinavyokadiriwa kufikia 442,000 duniani kote katika mwaka huo. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa pumu bado ni changamoto kubwa ya afya ya umma, hasa katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Dalili kuu za pumu ni pamoja na kupumua kwa shida, kifua kubana, kukohoa mara kwa mara, hasa usiku na asubuhi, pamoja na kutoa sauti ya filimbi wakati wa kupumua. Dalili hizi hujitokeza kutokana na kuvimba kwa njia za hewa na zinaweza kuwa kali au kawaida kutegemea na hali ya mgonjwa. Wataalamu wa afya wanaweza kuwa baadhi ya vitu vinavyochochea mashambulizi ya pumu ni pamoja na vumbi, moshi wa sigara, hewa chafu, mvua za maua, manyoya ya wanyama, harufu kali za kemikali na maambukizi ya mfumo wa upumuaji. Lakini pia historia ya familia yenye ugonjwa wa pumu huongeza uwezekano wa mtu kupata ugonjwa huo. Shirika la Afya Duniani linaeleza kuwa zaidi ya 80% ya vifo vinavyotokana na pumu hutokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati kutokana na changamoto za utambuzi wa mapema na upatikanaji wa matibabu sahihi. Ingawa pumu haina tiba ya kuiondoa kabisa, ugonjwa huu unaweza kudhibitiwa kwa ufanisi kwa kutumia dawa za kuvuta inhalers, kufuata ushauri wa daktari na kuepuka vitu vinavyochochea dalili zake. WHO inaeleza kuwa matumizi sahihi ya dawa za kuvuta yanaweza kumwezesha mgonjwa kuishi maisha ya kawaida na yenye afya. Kwa ujumla, elimu kwa jamii kuhusu dalili, visababishi na njia za kudhibiti pumu ni muhimu ili kupunguza madhara ya ugonjwa huu. Kuongeza upatikanaji wa huduma za afya na dawa muhimu kutasaidia kupunguza idadi ya vifo na kuboresha maisha ya watu wanaoishi na pumu duniani. Mayala Swea, Sauti TV. Na afya storyline hiyo, mtazamaji, nakupa nafasi sasa kwenda kutazama maoni ya wananchi. Wao wanaelewa nini kuhusiana na huduma ya kwanza kwa mtu ambaye amepatwa na shambulio la pumu. Karibu uweze kuwatazama. Ugonjwa wa pumu ni ugonjwa ambao kwa mimi ninavyojua unarithiwa. Anaweza kanao babu au baba
Kwa hiyo watoto wake mmoja wapo anaweza akawa na huo ugonjwa. Pia ugonjwa wa pumu unatokea pale mtu kwa mfano kipindi cha baridi asipovaa sweta, inaweza ikamshika, anapata shida katika kupumua, njia ya upumuaji inakuwa shida kwake. Kwa hiyo napekea anapata changamoto hiyo, kwa sababu nishe kusoma na wanafunzi wenye matatizo hayo. Kwa nilikuwa naona kipindi kwa mfano cha baridi au vumbi kali akipata hiyo shida inamtokea. Kwa hiyo ugonjwa wa pumu ni mbaya, kwa sababu kwa mimi ninavyojua unaweza hata ukapelekea mtu akapata changamoto kubwa, akaenda akalazwa hospitali, akachomwa sindano, pia inaweza kapelekea hata kifo. Kwangu binafsi naelewa ugonjwa wa pumu ni ule ugonjwa ambao mtu unamsumbua kutokana na mabadiliko ya hewa. Mtu anapovuta hewa tofauti na ile ya kawaida inaweza ikamwathiri kwenye mapafu na kujikuta ameanguka ghafla na kushindwa kupumua, kwa sababu ile hali ya hewa imekuwa ni tofauti na ile hali ya kawaida ambayo alikuwa anavuta awali. Mfano mzuri, mtu akisikia au akinusa ile harufu ya perfume ile itachange yale mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mapafu na kujikuta ameshindwa kupumua vizuri na akianguka chini na atashindwa kupumua in general, yani itakuwa kama amezimia hivi, lakini ameathiriwa tu na hali ya hewa, mabadiliko ya hali ya hewa ambayo amebadilika. Kutokana na uelewa wangu, mtu mwenye pumu, kwanza pumu ni ugonjwa ambao unatokana na tatizo la mapafu, ambapo asilimia kubwa inatokana na mtu kuwa na tatizo la baridi. Mtu mwenye tatizo la pumu anaweza akapata madhara makubwa kipindi ambapo kunakuwa kuna baridi, labda vumbi na harufu ambayo ni kali sana, inaweza ikamwathiri mtu mwenye tatizo la pumu. Lakini madhara makubwa ambayo anaweza akatokana na tatizo la pumu ni mtu kuzimia, anaweza akazimia asipopata matibabu mapema, inaweza ikampelekea kifo. Siku zote kila mmoja ana uelewa wa kwake kuhusiana na jambo fulani ama mada fulani. Kama ambavyo umeweza kutazama, kila mmoja ameweza kuelezea namna ya kwake tofauti anavyoelewa kuhusiana na kutoa huduma ya kwanza kwa mtu ambaye anasumbuliwa na pumu. Na mara baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi moja kwa moja, sasa ni kupeleke katika chumba cha daktari kwa ajili ya kupata uelewa zaidi kuhusiana na masuala ya kitaalamu. Je, ni huduma gani za kwanza ambazo naweza kuzitoa kwa mtu ambaye amepatwa na shambulio la pumu? Na kwa kwanza, daktari, pengine ni ishara gani ambazo zikionekana zinaonyesha kwamba huyu mtu amepatwa na shambulio la hatari na anahitaji msaada wa haraka? Uweza kujua kwamba shambulio hili la pumu ni la hatari ni kwa muhusika kuwa anapumua kwa haraka sana ama kwa shida sana kiasi kwamba anashindwa hata kuzungumza. Hiyo ni moja ya dalili kwamba hili ni shambulio kali sana la hatari ambayo inahitaji matibabu ya mara moja. Lakini dalili nyingine ni midomo na kucha zinaanza kuwa na rangi kama ya blue hivyo kwa mbali. Hiyo ni dalili nyingine ya kwamba huyu mtu anahitaji matibabu ya haraka, yuko kwenye hatari. Lakini dalili nyingine ni mgonjwa husika kutopata nafuu anapotumia dawa zake anazotumiaga siku zote, kama dawa ya kupuliza puani anaitumia lakini hapati nafuu yoyote. Kwa hiyo ni dalili nyingine kwamba huyu mgonjwa yuko katika shambulio kubwa la hatari la ugonjwa wake wa pumu. Na pengine kama mtu hana pampu yake ya pumu karibu au imeisha, ni hatua gani mbadala za huduma ya kwanza zinaweza kuchukuliwa kwa mtu huyo ili kuweza kuokoa maisha yake? Hatua ya kwanza ni kuhakikisha kwamba huyu mhusika yupo katika sehemu ambayo kuna hewa safi, ambapo kama ni madirisha yamefunguliwa au yuko nje kwa ajili ya kupata hewa safi. Lakini hapo awe katika mazingira ambayo hayana vichocheo vinavyoweza kusababisha pumu yake iweze kuendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa mfano, kuwa katika maeneo ambayo kutokuwa katika
eneo ambalo lina moshi wa sigara, vumbi, moshi wa kuni na kadhalika. Kwa hiyo baada ya kuhakikisha kwamba mgonjwa yuko katika mazingira hayo ambayo ni salama, hayana vichocheo vya pumu na yana hewa ya kutosha, wakati huo huo inabidi ufanyike utaratibu wa kumkimbiza haraka sana katika kituo cha karibu kwa ajili ya kupata huduma. Na mtazamaji, nitoke kidogo katika chumba cha daktari na wasaa ni kukaribisha uweze kutazama clinical message ndani ya kipindi hiki. Clinical message. Message. Na mara baada ya kutazama clinical message hiyo, mtazamaji, sasa tuende katika chumba cha daktari kwa ajili ya ushauri. Daktari, pengine nini ushauri wako kwa jamii kuhusiana na swala zima la kutoa huduma ya kwanza kwa mtu ambaye amepatwa na shambulio la pumu? Ushauri wangu kwa jamii kwa ajili ya kumsaidia mtu mwenye pumu kwa haraka, kwanza tuweze kutunza mazingira yetu yasiwe na uchafuzi wa hewa, kwa maana ya kwamba moshi, na sasa moshi kwa mfano wa sigara. Kwa hiyo manake jamii inapaswa kuhakikisha kwamba sigara zinavutwa sehemu ambazo zimeruhusiwa. Sehemu zenye mikusanyiko ya watu wengi, matumizi ya sigara hayapaswi kufanyika, kwa sababu katika sehemu ambapo kuna watu wengi kuna uwezekano kuwa kuna mgonjwa ambaye vile vile ana shida ya pumu. Kwa hiyo kitendo hicho kikifanyika katika mazingira hayo, unaweza kumsababishia mgonjwa wa pumu ikatokea akaanza kupata shida kupumua. Lakini namna nyingine ya jamii inapaswa kumsaidia mgonjwa mwenye pumu ni kuhakikisha kwamba mgonjwa mwenye shambulio la pumu kali, kama nilivyotoka kueleza awali, anapewa nafasi ya kufika kituo cha kutolea huduma za afya haraka iwezekanavyo, kwa maana ya kusaidia usafiri, lakini kusaidia gari lililopanda liweze kupita kwa haraka bila kufuata foleni iliyopo, ili kusudi aweze kufika kwenye kituo cha kutolea huduma haraka. Lakini anapofika kule kwenye kituo cha kutolea huduma za afya haraka, basi wale walio pale wagonjwa watapaswa wenyewe vile vile kumpa kipaumbele ili kusudi aweze kuonana na mtaalamu wa afya mara moja bila ya kupanga foleni. Hicho ndio ambavyo jamii inaweza kumsaidia mtu mwenye ugonjwa wa pumu. Huwa napenda kusema ya kwamba siku zote ushauri wa kitaalamu unapaswa kufanyiwa kazi ili kuweza kuona matokeo yake. Na sasa twende katazame clinical puzzle ya wiki hii. Clinical puzzle. Clinical puzzle. Majibu ya clinical puzzle hiyo tuandikie katika uwanja wetu wa comments, na majibu yako yatasomwa katika kipindi cha wiki ijayo. Kumbuka tu unaweza kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, YouTube, TikTok na Facebook. Ni kwa jina moja tu la @SauTV-TZ. Mimi ni Stella Po, nahodha wako wa zamu ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa. Asante. Home Clinic.